maelekezo yalielekeza, njia ndio hii. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa. Nikwambia sasa. Mimi huamka katika giza nene, chini ya moto, nguvu yangu, chini ya moto, nguvu yangu. Vipi mzee wangu, mbona hivyo? Kwema utokako? Usijali, kila kitu kiko sawa, lakini itabidi ile shughuli yetu tuianze rasmi hivi karibuni. Lakini mzee wangu, wale vijana mimi naona tuachane nao. Sikia wewe, kama umechoka kukaa hapa ndani, ondoka, na kama bado unahitaji kukaa na mimi, lazima tupambane, kwa sababu wale vijana, yule kaka yao mgonjwa yule, mimi nilikuwa sitaki apone kabisa. Basi mzee wangu, niko pamoja na wewe. Nisamehe kama nimekukwaza. Sasa hayo ndio mambo sasa. Acha tuingie ndani tukajiandae kwa vita rasmi. Huu msitu watauona moto na dawa hawatapata. Huyu mzee nyoka ashaanza kunitafuta. Watoto ndio kwanza wamefika msituni, ashaanza kuwafuatilia. Oho, wache inyeshe tuone panapovuja. Mimi na wewe tutaonana. Baba, huu msitu una vitu vya ajabu sana. Huu msitu sio wa kitoto mzee. Ni kweli kaka, lakini inabidi ukaze. Huu msitu noma sana. Sawa, mimi nitakaza, lakini sawa, twende. Sikiliza, shangazi alinipatia hii pete, na hii pete akasema itatulinda. Halafu akasema tutapatana na vitu vya ajabu, tusiogope kitu chochote kitakachotokea mbele yetu. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida. Bakayogo, twende, tusiogope, tuko na ulinzi. Twende huku. Vipi?
Umemwona Ibra na Yamoto leo? Hapana. Sijaona toka asubuhi. Watakuwa wameenda wapi? Huyu Ibra na Yamoto kunaonekana kuna mchezo fulani wanaoendeleza. Maana pia mimi mwenyewe niko na siku 3 hivi sijaiwaona. Sasa unafikiria nini mpaka sasa? Ninachofikiria mimi ni kukupa jukumu wewe la kuwatafuta, kisha unirejeshe majibu. Sawa, nimekuelewa. Nitakupa marejesho nikishamaliza kazi yangu. Okay, sawa. Sasa nadhani uko sawa sawa. Niko sawa, tunaweza enda. Kama nilivyokuambia, tukifika kule hakuna kupoa. Niko sawa hadi hapo. Sawa kabisa. Niambie Bakayogo. Mimi naona hii safari ishakuwa ndefu sana. Kwa hiyo hapa cha kufanya, wewe tupumzike kidogo, halafu ndo tutaenda. Ni sawa, kwa sababu hata nikiangalia jua ni kali sana. Halafu naona hata maji ya kunywa yenyewe ni shida. Sawa, wewe cha kufanya tupumzike kidogo, kisha ndo twende. Mimi naona hapa kuna kivuli. Kivuli kipo. Bakayogo. Ndiye. Ingekuwa si kaka yetu ni mgonjwa, hatungejipata kwenye mashida kama hizi. Wewe sema wewe mzee. Mimi nimevurugwa kichwani kangu kabisa. Angalia sasa tuko msituni, tunapanda milima na mabonde. Lakini shangazi kasema lazima tupate dawa. Kwa hiyo tusikufe moyo kabisa. Nini tena? Angalia mzee. Ule si mkono wa mtu mzee. Nishike, Bakayogo. Mimi huamka katika giza nene, chini ya moto, nguvu yangu, chini ya moto, nguvu yangu, moto usiozimika.